Hello, what's up? What's happening on the internet? My name is Nick Lodi, and if you're new, make sure you subscribe. Let's get 100k subscribers before the end of this year. So, right here in Kenya, there's this woman who is called Mama Waboga from Meru, who our partner in crime has decided that she must unite the world while doing the monkey business. And the meaning of the monkey business, namaanisha kunyonga. And if you don't know the meaning of kunyonga, is that her partner, she has leaked the nudes of the woman. So this woman, at first, stories were going around claiming that he took the phone to a fundi to make it. Then after the fundi replacing the screen, which was already broken, the phone did not have the password, and where the fundi decided to go inside the phone himself without the permission of the woman, whereby he found the nudes of the woman, and he shared to his phone, and also he shared with the friends, and that's leading to the nudes ziende kila mahali aunganishe dunia mzima. So that story tends to become a lie. Hakuna simu ilipelekwa kwa fundi, but later on there's this man, the woman has come out and she has decided to give the story. She has decided to give the story. Na inasemekana ni msichana, anasema ni msichana ndo alimwambia shughuli. Aingie huko afanyie shughuli anyongeshe wanaume. Yani wasichana kinalishia kanini? Hii biashara yenu mmeamua mwezi piga peke yenu, lazima muonyeshe wamama venye mboka inapigwa. Lakini sasa mkionyesha wamama venye mboka inapigwa, mama anaexposiwa. But it is sad because I've seen the woman apologizing, and for me, I don't feel that woman owes anyone an apology. He owes no one an apology. Tafadhali, sehemu ya siri ni yako, itumie venye unataka. Okay, hakuna mtu mwenye atakuongelesha. Kila mtu, hizo vitu zinafanananga, kila mtu akona sehemu ya siri yake. So, acha tuangalie. Let's check on the video right here and let's do a video reaction about it, okay? Right. So, we are here with the woman of Mama Waboga from Meru. Okay, let's check out the video. Ni mama mwenye nasikia habari yake ati kuna vitu zinaenea. Naona hivi kuendesea hizi vitu ndio vitu za hivyo. Mimi nilidanganywa na msichana mwingine, akaniambia kuja nikuonyeshe vile utafanya upate bwana. Akaniambia mimi nafanyanga, unaona hata sitokaki kwa nyumba, nakula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa kuja nikuonyeshe vile utafanya. Akaenda akanionyesha vile tunaingia internet. Akaniambia sasa utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanaume wa kukusaidia. Sasa kuingia mimi sikuwa najua kama huyu ni mwizi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa. Akaniuliza niko na watoto wangapi, nikamwambia niko na watoto wangu 4 na wadada yangu 3. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa, bora kama utatii sheria zangu ama utakuwa ukinisikiza mimi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa. Bila mimi sasa tukaendelea. Akaniambia sasa wewe utafanya hivi, utanitumia video zako, ni utatengeneza video nitumie, then nitakusaidia na pesa yenyewe, nitakupea 20,000. Nikamwambia hapana, hiki kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza hebu nikutumia yangu. Akanitumia kunitumia yake. Mimi nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa, juu ni miaka 7 sasa imepita, na watoto wangu au wadada yangu na wangu walikuwa form 2. Sasa walikuwa wanahitaji fee. Nikasema sasa tu nitajaribu, nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video, akanitumia 20,000. Sasa hii 20,000 ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi, we hebu niwekea 2,000 hapo, usiponiwekea nitakuanika sasa. Mimi sikuwa najua kama huyu mtu ako serious na mimi. Ndio aliniambia siko Kenya, si ati nilikuwa namjua, lakini alinitumia pesa. Sasa yenye alikuwa ananisumbua na simu yangu, hata nikaona sasa juu ni kama nilifanya makosa kumkubali awe kama rafiki yangu ama bwana yangu, juu hata kama alinipea ile wakati 20,000 amenitisa yote tena, na akiniambia nitumie 1,000, nitumie 2,000, nitumie 500, niwekea credit mpaka
mimi mwenyewe nashindwa. Sasa mimi nikaona huyu mtu amekuwa ananisumbua, mpaka nika change line ya simu. Sasa hizi sikuangi na hiyo line. Sasa hizo video ni za kitambo wa Kenya. Naomba kama itawezekana tu mnisamee. Na hata watoto wangu naomba wanisamee, juu ni watoto wakubwa na watoto wote naomba msamaha. Mwenye aliona ako na hiyo video, tafadhali namuomba kwa hisani yake, tafadhali avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msisana mwenye anaitwa Wambura Tabitha wakaniokolea, wakanitoa huko Meru. Nilikuwa karibu niuliwe na mofu, sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitarudia hii jambo tena. Mimi ni nyanya, kuna mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kuendesha hii kitu mbele ya watu njuu. Naomba tu mnisamee. Naomba tu tafadhali mnisamee. Sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali mnisamee na mnisaidie kwenye mtaweza. Hii mzigo kwangu ni sito. Sina nguvu, sina uwezo, sina yeyote wa kunisaidia. Hata kwa familia sina mtu wa kunisaidia. Niko peke yangu. Bwana yangu tulikoshana. Na mwenye anataka tu kunisaidia anisaidie, njoo sina la kufanya. Siwezi rudi huko Meru tena. Nitarudi Meru kufanya nini tena? Na watu walikuja kama 200 kutaka kuniua. Waliharibu vitu yangu, mpaka kwa ploti nilifungiwa nyumba nikafukuzwa. Nilikuwa tuma Kia Mungu wa Kenya, tafadhali naomba mnisamee tafadhali. Naomba tu mnisamee. Naomba tu hakika kama itawezekana mnisamee na mnisaidie vyenye mtaweza nyinyi. Na Mungu atawabariki tu, sina lingine la kufanya. Mimi tu langu ni kuomba msamaha kwa Wakenya wenzangu, kwa wamama nimewakosea kweli. Kwa watoto pia nimewakosea. Hata naomba msamaha kwa watoto wangu. Hata hivi yenye hii kitu inaniuma sana. Tafadhali nisamee, kama nisamee tu naomba. So you see, this woman is suffering because we didn't cancel people like Alicia Kanini. If we had cancelled people like Alicia Kanini, this woman would not have suffered, because madhe anaambiwa aliambiwa na msichana. So msichana mwenye alimuonyesha hii deal, inamaanisha ni anafanya shughuli Kanini ufanya jo. Yani msichana anaishi nyumba ya 1 bedroom 15,000 ama 2 bedroom, akona fridge, akona inaitangwa microwave, msichana akona kuka na endangi kazi ni kushinda kwa nyumba. Alafu pale kwa ukuta amebandika kale ka kitu ka God did it. Tafadhali wasichana acheni kutupima. Kamene acha kutupima. Kamene kama ni ngono sema ni ngono did it. Tafadhali acha hiyo story ya kuandika huko kwa mlango God did it. Kama ni ngono did it, tafadhali iandikwe ngono did it, because huyu mama ana suffer because of such girls. She's suffering because of such girls, because we let such girls dominate these streets. We didn't cancel them. And nimesikia akisema hiyo raya pia ilituma nudes zake. So hata mimi naweza taka iexposiwe, tukimuuliza hizo nudes maliziko ama alidelete jo. Lakini unajua mama kama hawajuangi kuficha, lazima iko aliziona na akadelete ndio watoto wasifanye nini, wasione. Unajua wamama kama hao hata simu zao zinakuangaza kila mtu kwa nyumba. Watoto kila mtu anachezea game. So hivi sidhani kama anaweza kalisha vitu kama hizo kwa simu. Hata hizi video najua alitumanga na akadelete. So hiyo video ra ningependa sana pia link, lakini najua sha delete ana. Kipenda sana tuone huyo ni nani. Lakini sasa huyo msichana mwenye aliambiwa madhe, akwambia ukinyongesha mtu uwekangi sura. Si nilionanganya kwa akiwafunza design ya kunyongesha. Ukinyongesha mtu usijaribu kuweka sura, weka place yote. But that's not my point. My point is that you can see this woman she has apologized to Kenyans, she has apologized to everybody, and for me I believe she owes no one an apology, because sehemu ya siri ni yake. Kila mtu anaweza amua kufanya sehemu ya siri kitu yenye anataka. But if you feel offended, maybe I may apologize watu wenye wame feel offended. For me, I don't feel offended, but amesema tumsaidie, and that's where
we come in because this woman amefanya shughuli yote because she needed the money. She's poor, she needed the money to pay school fees, kufanya nini. So hata watoto wake, nipatange mtoto wake anaangalia video na mlaani, na mwambia mjinga wewe, mama yako alikuwa anafanya hivi ndio akulipie fee, unaangalia nini? Mtoto wake kama atajaribu kuangalia video, tafadhali Mungu laani mtoto wake, kwa sababu mama yake alikuwa anafanya hivyo ndio apate doa kumlipia fee. You see? And you know, this is what we are seeing. Hii ni ile tu kidogo yenye imetokea. Tunajua hapa like another day I was reading some comments on the TikTok and ilikuanga tu kitu yenye inahusikana na hii kitu lakini hapo hivyo kuna raya fulani ilikuwa imecomment ati mamake akiwa high school alikuwa analipangwa mshahara ya 20,000 wanaishi nyumba ya 1 bedroom ya 15,000 na fee yake high school ni 40,000 and at the end of the day his mom was able to pay all these bills. So yeye alikuanga tu hapo anakaa tu anajuanga tu mamake ugongo, lakini because anapiga hesabu venye mamake anaweza afford fee, analipangwa 20,000 alipe nyumba, afanye shopping, azingiani. So he was like, mimi ndio tu mamangu ufinyo, but it's all the same, no problem. So Madhe kama tunaweza msaidia kama wa Kenya ni tumsaidie, because he did this because she was poor. We need to help him. Na pia nimecheki Geoffrey Musiria pale hivyo mi kusema ukweli nili uninstall Telegram hii mwaka nikianza January. Nilisema mambo ya kunyonga staki. Na by the way, coming December nitakuwa na celebrate 3 years celibacy. 3 years. Niko zile za mimi sitafanya ngono mpaka Arsenal ishinde kikombe. Juu mimi ni mwana Arsenal damu. For 3 years I've not had sex. Sijaona kasufu hivi. Sasa kuiona kwa screen ndo nilikuwa naiona, lakini mwaka ikianza nikasema stories za Telegram nimetoa. But sasa hii nini na kuanga na marafiki wengi wa Sherati. There is a fucking nigga who put the video of this woman on the WhatsApp status manzi. So hapo ndo nilipatana na I saw only one video na Geoffrey Musiria nimeona akiongea ni kama alienda huko Telegram. Ni kama pia ni wale watu wenye walikuwa na mention wana Ruto. Wanaonanga hizi vitu. So we need to control the rate of pornography in this country. We need to control it manze, because mahali imeenda watu hataki kufanya kazi, watu wanataka cha rahisi. You see people like Kalisha Kanini, they don't care, because the moment you start seeing the money from what you are doing, you don't care anymore. Crazy manze, crazy. So what I can decide for Kenyans need to let's help this woman. Let's help the woman manze, ndio asiwe ifanye kitu kingine kama hii, because like it's so crazy manze. Paka analia hapo ndo mali imenitouch. Story yake ikianza venye aliingiza ilikuwa tu inanibamba, but venye ameanza kulia kaanza ku emotional, mimi imenitouch manze. I don't like see women crying man, but tunaweza msaidia kama watu 200 walimkujia watu 200. Na kwa hiyo watu 200 najua watu 200, 3/4 of them kwa watu 200 wenye walimkujia, najua wewe unyonga But mina nikimaliza hii video nataka kuwakumbusha kama Nyako venye aliwaambianga video ya kunyonga, tafadhali usiweke uso because you are going to get exposed bana. But sasa hii Ruto is going to control the pornography rate in this country. Telegram kitu gani? Hii Telegram. But thanks to God, I don't have time to go and watch this woman. She's the age of my mother, and kama sijakosea sina time ya kwenda kumwangalia manze. So nitawaambia madiveni itakuwa mkuje celibacy yangu 3 years na niwapigie story venye imekuwa manze. Na kama unataka kuishi kama mimi 3 years, you know in this world the biggest mistake you can do is testing the pussy. When you test the pussy, hakuna venye utaachana nayo manze. The problem is testing. But sasa I tested it for a while, but I've managed to stay 3 years without it. Bana, subscribe manze, itawaambia venye manze, na niwapigie story venye kulikuwa manze, itakuwa ngori manze. So subscribe manze na tuone venye tutasaidia manze. So crazy. But for me, I don't feel she owes me an apology. No, I don't need an apology. The body is hers. She decided to do so because of money, but not because of money, it's because of being poor.
Umaskini inatupeleka mahali pengine. Yaani ukiwa na pesa kuna vitu zingine zenye unafanya, watu wanafanya wako na pesa, kama kwaenda kwa zile bulls za plastic, mtu anasema, umaskini yangu imenisaidia. Kidogo umaskini yenyewe inafanya ufanye vitu zingine za ajabu. Sasa ni ukue na pesa ama ni ukue maskini? Hata mimi nasema kama Swale ya tafakari hayo.